Alhamdulillah rabbil alamin. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yani Mungu hajafanana na mtu yote kabisa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wala hakufanana na kitu chochote. Yani hili ukifuatilia vizuri unaweza shangaa. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bali Mungu. Rabbakum inna zalzala sa'atun shay'un 'adhim. Enyi watu, mwogopeni Mungu wenu, kwani kitisho cha kiyama ni kubwa mno. Sheikh, salamu alaykum. Sheikh, selfie. Sheikh yani hata salamu bwana. Tatizo liko wapi Sheikh? Mbona kama akili yako iko mbali bwana? Pole sana bwana, mama mwanangu yako. Wewe nije kuongea taarifa vizuri. Alaykum salam. Watu wapitani hivi bwana, kwa sababu innamal muslimuna la ikhwa, Waislamu wote ni ndugu. Wewe ni bwana taarifa na mambo mengi. Hebu kaa unielezee, kwa sababu lazima uweze kuongea na wenzako ndio akili ifunguke. Yangu acha. Yaani nina msiba mzito, yaani bora hata aliyefiwa na mama yake na baba kuliko msiba wenye niko nao ndugu yako. Subhanallah. Mtihani. Pole sana. Hebu cheni gani? Mimi nasema bwana, ndoa ni furaha bwana. Ndoa ni mtihani. Hiyo yote ni ya Mungu. Limekukuta lipi shehe wangu? Mimi sielewi. Hata nashindwa nianze wapi ndugu yako. Mimi nashindwa kwenda hata maskani ndugu yako kwa sababu ya mitihani yenye niko nayo shehe. Shemeji. Mitihani shehe. Yaani shemeji ukio, yani hataki uende kwa vikao. Bwana karibu. Sema hivi shehe wangu, wewe umesoma dini bwana, unajua mikakati shehe. Unajua mitihani yenyewe umesoma shehe wangu, hebu nielekeze. Hivi ni mambo mazuri mke wako bwana aje achukuliwe na mama yake apeleke kwao shehe? Nimemuoa kwa ndoa shehe. Subhanallah. Hairuhusiwi hata kidogo. Kwa hivyo shekhe, mke kuja kuchukuliwa na mzazi wake wa kike kupelekwa kwao, hayo ni makosa makubwa ambayo yanatokea, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi kabisa. Ila mtu vile ambavyo hajasoma dini na hajajua kinachostahili kufanyika ni kitu gani, kwa sababu mwanamke unapokosana naye, wewe na yeye ndio mnaosuluhisha ile kesi, kwa sababu wewe ndio uliomtongoza yeye na yeye alitongozwa na wewe. Mlitongozana watu wawili, ukaelewana watu wawili. Haipaswi kesi ile kuingiliwa na watu wengine, labda iwashinde wenyewe, mchukue mpeleke kwa wazazi. Lakini shehe, mbona ankuja kumchukua mtoto wao kwenda nao kwao? Kwa sababu hapo sielewi. Kweli shehe, mimi nina pesa, nina mali. Na mama yangu aliniambia kabla hujaoa mtoto wangu aenda usome dini, ujue nini maana ya ndoa. Nimevumilia shehe. Lakini yeye mke wangu hajui dini shehe. Mpaka mamake ankuja kumchukua mpeleka nyumbani. Elewa vipi mimi? Huyo mama ndo anatabu. Na ndoa nyingi za sasa hivi, sikiliza nikueleze vizuri. Ndoa nyingi za sasa hivi zinaharibiwa na wazazi na marafiki. Mwanamke, mke wako unapomuoa akiwa anasikiliza ushauri mkubwa kwa mama, anasikiliza ushauri mkubwa kwa marafiki, ndoa hiyo itaharibika. Na ni wanawake wengi sana wanaosikiliza ushauri wa mama zao ama marafiki zao, na unakuta ndoa hizo haziwezi fika popote, huwa zina muda mfupi tu zinavunjika. Na hiyo yote ni kushindwa kuvumilia, kwa sababu ndoa ni uvumilivu. Sasa hao wanashindwa kuvumilia. Labda kitu ambacho ninaweza kukushauri, unaweza fuatilia kwenda kwa chief kadi ukamshtaki huyu mama mkwe. Sawa. Ila usiende kwa njia ya kumshtaki, nenda kuwa ukashtaki kuwa mke wako hayupo, jifanye kama hayupo. Ukienda ukisema umemshtaki mama mkwe, hiyo kesi itabadilika, itakuwa wewe tena umemshtaki mkwe wako, sio ataonekana kama umemvunjia heshima. Sio, umenielewa shehe? Sawa shehe wangu bwana, mimi nakuelewa. Umenielewa Lakini jitahidi kuwa na subra, kwa sababu Mungu anasema inna Allaha ma'as sabirin. Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri.
usiwe mtu wa kukurupuka na usiamue vitu ukiwa na hasira. Sasa hivi najua una hasira, ndio maana una msongo wa mawazo. Jaribu kutoa idhkar, kumtaja Mwenyezi Mungu. Ukimtaja Mwenyezi Mungu atakulainishia moyo wako, hautokuwa na machungu tena, yale machovu yote. Sababu Mungu anasema idhkurni adhkurukum washkuruli wala takfuruni, nikumbukeni nitawakumbuka, nishkuruni wala msinikufuru. Yule ami yangu yule, ngoja nisongee karibu kama ile sura naifananisha, ama ndio hiyo kweli. Lakini mimi sielewi, labda ni ama roho yangu ndio ananipeleka mbio, akili hakuna kichwa. Diamond kisha mtoa mudi kabisa. Hapana, hiyo hajaingia akilini. Sikiza mimi, wamjua huyo? Hata kama sikuisha. Nakuuliza tena ya pili, wamjua huyo? Sawa, sijui, lakini kwa nataka. Ya tatu, wamjua huyo? Lakini kwa nataka. Nieleze basi, nakwambia nini kinagaubaga kuhusu wewe, manake ustadhi huyo ama shekha huyo ama sharifu huyo kingope amevaa vya kishefa hivi, ukiangalia stage ya kuvaa kanzu mashallah, lakini wao mpiga shangani mfano gani anatuletea huyo, alafu unamsikiza kijinio kimkatwa hivi kama kina Bruce Lee. Shehe wangu, lakini jua kwamba imani si kanzu shehe. Maana muone mtu amba hata kama nini, lakini ana imani shehe, ni mtu mwenye anaamini kwa watu bwana. Lakini sawa, mimi naweza kuelezea bwana, kwa sababu hata ni mwanadamu aweza nisaidia, mkiungana wote tutatengeneza kitu bwana. Mimi bwana nilikuwa napita zangu hivi bwana, nikamwona shehe wangu siku nyingi tunaonana na shehe. Kaona na mambo yangu kidogo yananisibu katika maindi yangu. Lakini sasa na wewe unakuja unawaka shehe, ni mtu wa hekima huyu shehe. Bwana ni damu shehe. Sikia sasa. Itenge naye kaa mbali na yeye kwa kuanzia leo ama kuanzia sasa, kama si sasa ni sasa hivi. Uisha na mabalaa makubwa, nikikuelezea la kwanza mpaka la mwisho, la 10 sitamaliza, kwa sababu huyu mimi namjua. Mimi huyu mshamba gani huyo? Sawa, nikupatia uhondo huo, lakini mimi bado uniingia kinini. Mimi namjua tukalongi, sijui umemjua lini wewe. Mimi bwana shehe wangu namjua kutoka kitambo na ninamwamini shehe, ndio maana nikaja. Huyu shehe ni mtu wa nidhamu bwana, ni mtu wa kufundisha watu mazuri shehe. Sasa ukiniambia niachane naye shehe, nitaanzaje mimi? Lakini alhamdulillah shehe, mimi sielewi hapo kuna issue gani shehe wangu, lakini mimi niko na mtihani mingi shehe. Mtihani gani hiyo? Shehe wangu bwana, mimi bwana mke wangu bwana nasumbua sana shehe, nilikuwa na mwanadamu wangu hapo kwa mabala ya mke hapo kwa mabala ya mke hapo ndio huo ameharibu kabisa. Ni watu wa falaki wajue. Ukicheza mchezo anaweza kukuchezea mchezo mbaya akakubadilishia kibamba, mke wake akawa wako, ama mke wake ama mke wako akawa wake. Unafikiria nini wewe? Shehe, ni kweli maneno yako kama uniamini wewe utachukua namba zangu, mimi nitakuachia, alafu tutaongea zaidi mimi na wewe. Isitoshe, sijui niende ama nibaki. Wewe sawa bwana, umelizika maneno yangu. Sawa bwana, nakuelewa mimi mteja, lakini sasa mteja wangu baba, mimi na biashara zangu, hata kama ninakulauka, lakini hivyo mimi naishi hivyo alhamdulillah. Lakini wewe kuwa na shekhe wako, kama utanisikiza mimi nakuacha mwanangu, hata simwaji yake. Haya, nakuelewa shekhe. Shekhe wangu,
Maneno uleteja anaongea ni ya kweli shekhe? Sio ya kweli shekhe. Hapana shekhe. Hebu naomba nikueleze kitu kimoja. Acha utanieleza nini shekhe wangu? Yule mtu bwana ameacha kupata mashekhe wote, amekupata wewe shekhe. Yule mteja yule. Hapana shekhe, hapo kuna ukweli shekhe. Yule mteja yule. Hapo nimeona hata huwezi kunisaidia bwana. Huwezi kunisaidia wewe bwana, siwezi kuamini shekhe. Wale mteja yule. Shekhe ni mteja lakini anaongea pointi za maana shekhe. Anaelezea kuhusu wewe shekhe. Hivi utakaa kunisikilize mtu ambaye ni mteja? Hapana shekhe, mimi hata nilikuwa naenda hivi shekhe, ngoja mimi bwana tusijuane shekhe. Mimi sikuamini tena shekhe. Wewe bwana una mteja yule wa kuongea bwana shekhe bwana bwana sikiliza nikwambie. Niko na wewe tena shekhe. Hapana. Bwana tuachie Mungu shekhe. Wewe bwana mashaka mitihani shekhe. Nasema umpate shekhe lakini mitihani tu shekhe. Uzito ewe moyo wangu, ziko siku za furaha, ziko siku za huzuni, kuna kupata, kuna na kukosa. Hakuna dhiki kwa dhiki moyo, baada ya dhiki ni faraja. Ewe moyo wangu, Mungu hakupi zito kusiloweza. Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Ewe moyo wangu, subiri, vumilia, iko siku furaha itakuwepo inshallah. Moyo elewa, dunia ni nyumba